Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama anasema kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa na mpango wa muda mrefu wa kutaka kuishambulia Iran, kwani alitumia hoja zile zile za kutaka kuishambulia Iran pamoja na kuhakikisha wa Iran hawana nguvu katika masuala ya kijeshi na nyuklia. Rais huyo wa zamani wa Marekani Bwana Barack Obama anaamini kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa na hoja zile zile ambazo amemweleza rais wa sasa wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba lazima uhakikishe Iran isiwe na makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kuwafikia wa Israel, lakini pia Iran isiwe na makombora ya nyuklia. Rais huyo wa zamani amesema kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akiwaona wa Iran kama watu wabaya, watu ambao wakati wote wangeweza kuishambulia Israel. Rais huyo katika mahojiano na jarida la The New York amesema kwamba Waziri Mkuu Netanyahu alitumia hoja zile zile alizotumia kumshawishi kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, baadaye akamshawishi na Donald Trump. Netanyahu alitumia hoja hizi na si kwa uongozi wa Rais Trump pekee, na hata katika uongozi wangu alitaka tuishambulie Iran, alisema Obama. Obama amesema kuwa wakati wa uongozi wake Netanyahu mara kwa mara alihimiza msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi, lakini yeye alichagua njia ya diplomasia badala yake. Pia amehoji iwapo hatua za kijeshi zinazoendelea sasa zitawanufaisha wa Marekani au Israel kwa namna yoyote ya muda mrefu. Rais huyo wa zamani wa Marekani amesema kwamba kimsingi hatua ambazo zinaendelea za kijeshi zinazoendelea kuchukuliwa na Marekani na Israel hazina msaada wowote kwa mataifa yote mawili. Zaidi ni kutengeneza hasara na mauaji kwa watu wasiokuwa na hatia katika vita ambavyo kama vitaendelea vitasababisha majanga hayo. Rais huyo wa zamani amesema hakuna njia ambayo inaweza kutatua mgogoro kati ya Iran na Israel na Marekani isipokuwa ni kupitia mazungumzo. Wakati utawala wake mwaka 2015, suala la nyuklia ni moja kati ya changamoto ambayo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akizungumza sana, lakini ni Barack Obama ambaye alitumia diplomasia ya hali ya juu kutatua mpango huo ambao baadaye ulikuja kufutwa kabisa na rais wa Marekani Donald Trump mnamo mwaka 2018. Ni mpango wa JCPOA ambapo mataifa mbalimbali yenye nyuklia na yale ya Ulaya pia yalihusika katika kusaini mkataba ulioiwekea Iran kiwango maalum cha urutubishaji wa urani, lakini Iran kuondolewa vikwazo vyake na hatimaye Iran ikaanza kukua kiuchumi. Lakini baadaye rais wa Marekani Donald Trump katika awamu yake ya kwanza mwaka 2018 alikuja kuiondoa Marekani katika mpango huo wa JCPOA, ambapo wa Iran wakaja na maamuzi mengine ya kuendelea na urutubishaji wa urani, jambo ambalo Israel pamoja na mataifa mbalimbali ya Ulaya na ulimwengu kwa ujumla wakadhani sasa Iran inaenda kutengeneza makombora ya nyuklia. Hata hivyo, swali kubwa ambalo limebaki kwa walimwengu wengi ni juu ya Iran na masuala ya nyuklia, kwa sababu yapo mataifa mengi ambayo si tu Iran kutengeneza nyuklia, lakini na yenyewe pia yamekuwa yakitengeneza na hata wakati huu yamejizatiti kuhakikisha yanakuwa na silaha hizo za kinyuklia, lakini hayakuguswa kabisa, isipokuwa tu ni kwa sababu Iran ina namna ambayo Marekani inahitaji kupata maslahi yake, hasa kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Na hata wakati huu hii ndio sababu kubwa ambayo walimwengu ama wachambuzi wa mambo wengi wanaona kwamba sababu ya Israel na Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni manufaa makubwa ambayo wanayahitaji katika Mashariki ya Kati, na hivyo Iran ndio ambayo ilikuwa ikiweka uzibe juu ya mafanikio hayo. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, na wewe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.